mwana kondoo akainuliwe. Ni wakati wetu to decrease so that he may increase in our life. Ni wakati wetu wa kupungua ili akaonekane katika maisha yetu. It is our time to decrease so that he may increase in our lives. It is not about us, it is about you, Jehovah. Nena na watu wako, Jehovah. Nena na kanisa lako, Jehovah. Wewe usikiae na kujibu maombi, Jehovah. Today we have not come to tell you we need this or that. Today we have come to worship you. Today we have come to adore you. Leo tumekuja kusema ya kwamba unastahili sifa, heshima na utukufu. Matthew 6:33 says that seek ye the kingdom of God and his righteousness, and the rest shall be added unto us. Mungu anasema ya kwamba tumtafute yeye, na kile kitu ambacho tunahitaji anatenda. We worship you, Jesus. We adore you. Thank you, Jesus. Kwamba unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi akafanya, na unatoa faraja ambayo hakuna anaweza kutoa. Kwa kweli for sure you cannot be compared to anything above Father. Haulinganishwi, haufananishwi, Jehova. Unasema mawazo yetu sio mawazo yako, Jehova. Unasema your thoughts are not our thoughts, and your ways are not our ways, oh God. Come and do what only you can do, Jehovah. Kuja ukatende kile ambacho ni wewe tu unaweza ukatenda. Wengine wetu tumepoteza moyo, Jehovah. Some of us have lost hope. Some of us have lost hope, Jehovah. But you say you are our only refuge, oh God. Wengine wamekumbwa na mawazo. Wengine wamekumbwa na mawazo, Jehovah. Magonjwa yanawaandama, Jehovah. May you hear the cry of your people. Wewe unasema unafanya mambo ambayo ni wewe tu unaweza ukatenda. Come and do that today, oh God. May you visit your people, oh God. Kama ulivyotembelea wanafunzi wako, watu wakasema ya kwamba wamelewa, Jehovah. Let us be drunk of your spirit, oh God. Let us be drunk of your spirit, oh God. Kanisa, wacha tutamani kulewa na Roho Mtakatifu. Wacha tutamani kulewa na huyu Roho Mtakatifu. Kwa kuwa bila Roho ni bure, Jehovah. Kwa kuwa without the Holy Spirit it is all in vain. Come and speak to your people, oh God. Come and visit your own everlasting Master.
Tumetafuta wa kuabudu, tumekosa. Tumekimbilia dunia, tumepotea Jehovah. We have realized that it is only you, Jehovah. It is only you, Jehovah. It is only you, Ebenezer. Anasema anakuja kukomboa watu wake. Anakuja kutenda kile ambacho ni yeye tu anaweza akatenda. Fungua moyo wako akanene. Fungua roho wako ili akaweze kukunenea. Roho Mtakatifu, wacha akakunenee siku ya leo. Let him speak unto your life today, because he is saying hiyo ambayo unaona hawezi, anakuonyesha ya kwamba he is the only God. We worship you, Jesus. We adore you, Jesus. Thank you because of your spirit unto us, oh God. Thank you because you are restoring souls, oh God. As we get ready to be revived again, oh God, we have declared that we have decreased. Anasema ukashuke chini ili akainuliwe. Anasema ukashuke chini ili akainue hiyo kitu inakusumbua. Anasema ukashuke chini ili ukainuliwe. He's saying that you decrease so that he may increase in your life. That you have been praying for. He's saying that shuka siku ya leo ili akaonekane. Kwa sababu si juu yetu, ni juu yake. Watu wa Mungu, shuka ili akainuliwe. Hatuwezi tukajiinua sisi wote. Fungua kinywa chako unene na Mungu. Fungua kinywa chako unene na Jehova asubuhi ya leo. Fungua kinywa chako umwambie yale ambayo unahitaji asubuhi ya leo. Ni kwa sababu yeye ni mwema. Yeye yako mahali hapa asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo anatuhitaji. Anahitaji mioyo yetu. Anahitaji roho zetu. Nena na moyo umena na Mungu asubuhi ya leo. Fungua kinywa chako. Wacha kunyamaza mbele za Mungu. Muinue Bwana, muabudu. Mwambie yeye ni mwema na anastahili, kwa sababu hakuna mwingine aliye kama yeye. Yeye ni Mungu asiyeshindwa. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Yeye ni Mungu kimbilio letu. Hakuna mwingine kama yeye. Hakuna mwingine aliye na nguvu. Nena na Mungu asubuhi ya leo. Mwaga moyo wako mbele zake Bwana. Nena na Mungu asubuhi ya leo. Ni kwa sababu wako mahali hapa. Anahitaji roho zetu. Anahitaji roho zetu. Anahitaji mioyo yetu. Anahitaji maisha yetu, ili tuweze kumwabudu, ili tuweze kumuinua. Hakuna mwingine kama yeye. Hakuna mwingine. Yeye ni Mungu anayepasua bahari. Anayepasua bahari. Hakuna mwingine kama yeye. Anatuliza mawimbi. Anatuliza mawimbi. Anatuliza mawimbi. Anatuliza mawimbi. Anatuliza mawimbi. Katika jina la Yesu Kristo. Imashakarababoyanta ribazaya. Romoshekaribaboyanta. Asante Bwana wa majeshi. Wewe ni Mungu. Wewe ni kimbilio. Wewe ni tegemeo letu Bwana. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine Jehova aliye na nguvu kama wewe. Umetukuka sana juu ya kila kitu Bwana. Juu ya kila kitu Bwana. Juu ya kila hali zetu Bwana. Hakuna mwingine Jehova aliye na nguvu kama wewe. Aliye na uwezo kama wewe Jehova. Pokea sifa Bwana. Pokea shukrani Jehova. Oh my God, my Father, we worship your name this morning. We bless your holy name Jehovah God. You alone, you are the Lord. Father Lord, we come before your presence today. We thank you because of speaking unto your people, oh God. We thank you because of the message, Lord, that if we decrease, you will increase in our lives, oh God. Tumeelewa ya kwamba si juu yetu, ni juu yako Bwana. Na kwa sababu ya hiyo tunakuinua. Tunasema umetukuka. Yes, Lord. Juu ya kitu kingine chote. Ndio Bwana. Some trust in chariots and others in horses. But our trust is only in you, Ebenezer. Yes, Jesus. You who is able to do exceedingly abundantly above all that we can even think of. Yes. We thank you, Jehovah. Thank you, we Lord. adore you in Jesus' mighty name. Amen.
Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka kusikia sauti ya watu ambao wamekuwa revived. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Nashukuru Bwana asubuhi ya leo kwa sababu ya wema wake. Hallelujah. Amen. Kama kuna mahali ambapo unaweza furahia ni katika nyumba ya Bwana. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Na nataka uguze watu wawili watatu, uwaambie wa relax katika uwepo wa Bwana. Wa relax. Hallelujah. Unaweza kosa kurelax kwa nyumba yako kwa sababu mwenye nyumba yako hapo anataka kodi la nyumba. Unaweza kosa kurelax kwa kazi yako kwa sababu hakuna tumaini. Amen. Lakini kwa nyumba ya Mungu, Oh, yes. tunafaa kufurahia. Yes. Tunafaa kushangilia. Amen. Tunafaa kurelax. Yes. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ulegeze kamba ya viatu yako kwa sababu leo tunaenda kumrukia Bwana. Praise the name of Jesus. Kwa sababu yeye ni Mungu wa miungu. Hallelujah. Yeye hahitaji hongo akubariki. Bwana asifiwe. Amen. Yeye hahitaji kupigiwa kura aitwe Mungu. Kama saa hii kuna campaign ambayo inafanyika katika nchi ya Kenya ili tuchague king, tuchague mudhamaki, lakini Mungu wetu yeye ni wa kale. Oh, yes. Wewe ni wa jadi. Yes. Yeye ni yule yule jana. Oh, yes. Leo na hata milele. Amen. Hatuhitaji kupiga kura Yes. ili aitwe Mungu. Hallelujah. Amen. Kwa sababu yeye ni Mungu. Yes. Habadiliki. Yes. Praise the name of Jesus. Amen. Yeye habadiliki. Anaitwa Mungu. Hallelujah. Amen. Nipatie beat. Mungu wa miungu, wa kusifiwa, wa kuabudiwa. Yeye ni Mungu wa miungu. Hallelujah. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Hallelujah. Cheza 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 cheza. Ruka 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 ruka. Ruka kimasai kwa Yesu. Ruka. Ruka.
Mfalme, Bwana wa uzima, Turukie, ni Bwana wa uzima. Ruka, 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 Wabishangwe na vigelegele. Haya, ruka, ruka kwa Yesu. Kila mtu twende hivi. Tunakushukuru na tunakuinua. Asante kwa maana hakuna likushindalo. Tumekiri na vinywa vyetu ya kwamba wewe ni uweza wa mambo yote. Wewe hakuna jambo likushindalo. Hakuna neno lililo ngumu kwako. Hakuna jambo usiloliweza. Hakuna kabisa. Hata ile hali ambayo imenilemea, ninajua kwamba wewe unaiweza. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Mungu wetu. Mungu ambaye ushindi na lolote. Oh my God and my Father. Hakuna usiloliweza. Hakuna usiloliweza. Thank you, Lord. We worship your name. We give you praise. We worship your name. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship your holy name, Jesus. Worship you, Jesus. We worship your name, Jesus. Ambia Mungu maneno matamu. Ambia Mungu maneno mazuri mbele zake. Mwambie yeye anastahili. Mwambie yeye ni muweza yote. Mwambie yeye ni Mungu asiyeshindwa. Mwambie yeye ni Mungu ambaye habadiliki. Mwambie yeye anastahili. Mwambie hakuna mwingine aliye kama yeye. Ni asante Bwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyebadilika Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Hakuna mwingine aliye na nguvu kama wewe Bwana. We worship you. We bless your name, Jesus. Oh, we give you. Oh, we love you, Jesus. Oh, what a mighty
Almighty God we serve. Angels bow before you, heavens and adore you. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Almighty God. Almighty God we serve. The angels bow before you, heavens and adore you. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Angels bow before you, heaven and adore you. Almighty God we serve. Faithful God we serve. Almighty God we serve. We serve Almighty God. We serve Almighty Angels God. bow before We serve Almighty you, God. heaven and adore you. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Almighty God we serve. We serve Almighty God. The angels bow before you, heaven and adore you. Almighty God we serve. Inua tu mikono yako mbele za Bwana, umwambie Bwana yeye ni mkuu wa wakuu, yeye ni mwema, yeye anastahili sifa zote, anastahili heshima na utukufu. Hakuna mwingine kama yeye, hakuna mwingine ambaye anaweza kumzuia kuja kutenda mema. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni muweza yote, wewe ni Mungu wa miungu. Hakuna mwingine kama wewe. Unastahili sifa zote, unastahili heshima, unastahili utukufu Bwana, unastahili shukrani. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna mwingine wa kulinganishwa, hakuna mwingine wa kuabudiwa, hakuna mwingine kama wewe Jehova. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyebadilika. Hakuna mwingine kama wewe. Unastahili sifa, unastahili heshima, unastahili utukufu, unastahili shukurani Jehova. Baba, tunajiashiria mikononi mwako ili Bwana ushukue ushukani Bwana. Twajiashiria kwako Bwana, twajiashiria chini ya Roho wako Bwana, twajiashiria kwako Mwokozi, twajiashiria mikononi mwako Baba. Chukua ushukani, chukua ushukani sasa Bwana, ili Mungu ukatuhudumie, ili Baba ukatubariki katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengi Bwana ambao mioyo yao imeinama, kuna wengi Bwana ambao wamefinyika, kuna wengi wamepitia mambo magumu wiki hiyo, kuna wengi Bwana ambao ni wagonjwa, kuna wengi Bwana wanahitaji msamaha, kuna wengi Bwana wanahitaji msaada kwako Bwana. Njoo ukatuhudumie Bwana. Ni wewe tu Jehova, ni wewe tunayetumainia, ni wewe tu Mwokozi, hakuna mwingine. Wewe ndiye msaada wetu, wewe ndiye kimbilio letu Bwana, wewe tu ndiye tunakutazamia Bwana. Oh, ni wewe tu Jehova. Ni asante Mwokozi, asante bibi mazika, asante lele shekere bebezea rimashekara babo bokonda la bazia rimashendere bezekere babo yanda umekeleme shekere bazikiri ya babo yanda. Umetenda mema Bwana hata wiki hiyo Jehova. Kuna wengi ambao umefungua, kuna wengi ambao umefungua kutoka minyororo Bwana. Tunasema ni asante. Uhimidiwe Mwokozi, uabudiwe Jehova, upewe sifa
na uinuliwe, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuabudu. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. We worship you, Lord. Ebu tusimame tu mbele za Mungu. I am feeling we just sing this song that is saying, hapana rafiki kama Yesu. Yeye ni wa pekee. Yeye ndiye anaweza kutukomboa na shinda zetu. As we meditate on what a friend we have in Jesus, who can come into our life, who can come and intercede when things are not in order. He can come and visit us. Tuinue mikono yetu juu tunapomwambia Mungu, hapana rafiki mwingine kama huyu, rafiki anayetujua kuliko marafiki wengine. Hapana rafiki kama Yesu, yu peke, yu peke. Hapana mponzi kama Yesu, yu peke, yu peke. Yesu, Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza. hapana rafiki kama Yesu, yu peke, yu peke. Yesu ajua shida zetu, Aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu, yu peke, yu peke. Baba wa mbinguni, twakushukuru. Hatuwezi kuishi bila rafiki, lakini Mungu wetu, wewe ndiye rafiki wa kweli. Wewe pekee ndiye rafiki wa kweli. Wewe ndiye rafiki wa kweli. Wengi tumewafuata wakiwa marafiki tukapotea. Wengi tumewafuata tukidhani ni marafiki, tukaingizwa mahali hatukudhania. Mungu Baba, wewe uliyemtuma rafiki kwetu, Yesu Kristo, akaja akajitoa kwa ajili yetu. Bwana, naomba ukaweze kutukumbusha ya kwamba kama kuna wakufanya urafiki naye, Bwana, hakuna mwingine ila Yesu Kristo, aliyejitoa nafsi yake, aliyejitoa mwili wake, akafa kwa ajili yetu. Bwana, we recognize you as our best friend that we can rely upon, as our only friend we can bank on, as our only one who can actually reconcile us back to you. I thank you, Jesus. Ninakushukuru Yesu, ninakuhimidi Yesu, wewe mwana wa Mungu uliyejitoa nafsi yako ili Bwana nipate uzima. Bwana rafiki, na kukaribisha. Bwana rafiki, na kukaribisha katika maisha ya watu asubuhi ya leo. Ili Bwana ukaweze kunena na mtu, ili Bwana ukaweze kukaa ndani yetu, tukaweze kukutambua hakuna mwingine ila wewe, mwana wa Mungu. Pokea sifa, pokea utukufu, kwa jina la Yesu Kristo twaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tunaweza appreciate praise and worship team. Bwana wabariki sana.
Bwana wabariki sana kwa kazi hiyo nzuri ambayo mmefanya. Ninasema Bwana wa uzima wabariki sana. Praise the Lord. Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walio huko nyuma Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu wabariki sana kwa sababu ya kufika asubuhi ya leo. We want to recognize uwepo wa Mungu pamoja nasi. Mungu ametutembelea asubuhi ya leo na tunasikia kumsifu, tunasikia kumuinua kwa sababu ya makuu ambayo anatenda. Nasi hatuna shaka yeye Mungu ambaye ameahidi kuwa Emmanuel pamoja nasi, tumemuona akiwa nasi. Tunataka kutabua wageni walioingia kanisani hili kwa mara ya kwanza. Inua tu mkono wako. Tunataka kutambua mahali ulipo. Mgeni aliyeingia kwa mara ya kwanza kabisa. Hebu inua mkono. Tuna mgeni hapo. Tuna mwingine, inua tu mkono, inua tu mkono. Aha, naona kama pale nyuma ninaona mgeni. Aha, naona mgeni. Aha, kuna mwingine hapo? Wow. Hebu tu simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Aha, tunataka kutambua. Simama tu kwa miguu yako. Hutakuja hapa mbele, utatusalimia ukiwa hapo tu. Na itakuwa ni nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Nami ni mgeni, nashukuru kuwa pamoja nanyi. Naitwa Mama Leon ama Mama Prince, Mama Ian, na ninashukuru sana kuwa pamoja nanyi. Mimi hushiriki na Hope Fellowship Church Mweki. Leo nikaamua tukuje tushiriki pamoja. Asanteni. God bless you. God bless you so much. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Emil. Mimi ni mgeni katika hili kanisa na nimeamua nishiriki na nyinyi leo. Amen. Bwana Yesu akubariki sana. Welcome katika jina la Yesu. Kuna mwingine huyo si mgeni. Okay, kuna mwingine hapo. Aha. Okay. Aha, huyo ni mgeni, atusalimie. Aha. Tusalimie tu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina yangu naitwa John Disho, nimeokoka. Nafurahia kukuwa pamoja nanyi, nashiriki na kanisa la Mweki. Tumekuja hapa na bibi yangu. Waero ni brother yangu, Mushiri ni brother yangu. So leo tumefellowship kama familia pamoja. Amen. Asante. Thank you. Bwana atubariki sana. Huyu anasema si mgeni. Aha. Apigwe makofi sana, yeye amesema ni mwenyeji. Bwana atubariki sana. Eunice hajaonekana hapa kwa muda majuma mangapi? Atusalimie. Eunice sijamuona. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Eunice Wanjiko, sijapotea kwa umbaya, tuko na matanga huko Soweto. Amen. Bwana akubariki sana. Tosha hiyo tu, naweza ku appreciate hawa wapendwa kwa makofi mazuri, tu appreciate vizuri. Amen. Aha. Nataka tuweze kuingia kwa neno la Bwana haraka sana ili Bwana wetu aweze kutubariki. Tungetaka kuchukua muda zaidi. We have quite a number of things this week. Tumekuwa na revival na imekuwa nzuri sana na ya baraka, na Mungu ametembea katikati yetu, na kwa hivyo this afternoon we have the revival going on. Mhubiri wetu ambaye tulikuwa tuwe naye kwa ibada yetu siku ya leo, ambao ni mwalimu wetu wa revival, jana ilipatwa na jambo. Jana ikasemekana lazima awe kanisani, kuna mambo mawili yaliyotokea, lakini ako hapa this afternoon immediately baada ya revival. Yuko pamoja nasi hapa, na kwa hivyo tukae tukiwa tayari any time he'll be arriving kwa ajili yetu, na Bwana wetu atubariki sana. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka tuweze kuingia katika neno la Bwana kwa haraka sana, in the book of Hebrews chapter number 11 verse Hebrews ama Wahibrania mlango wa 11 laini ya 14-15. Nataka
tusome kwa Biblia ya Kiswahili, ya Kimombo ndio iko tayari hapa, lakini Sam najua pengine una ya Kiswahili hapa. Hebu nisome hii yangu ya Kiingereza. Inasema hivi, verse number 14 through 15-16, the Bible says, people who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Tusome. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Mtu aliyekuwa anatafuta, mtu anayetafuta mji. Neno letu siku ya leo ni impact, an impact making Christian, an impact making Christian, an impact making Christian. Kile ambacho nataka kusema, impartation ama impartation ni kitu ambacho kinafanywa kupitia urafiki. Si ni kweli? Impartation inafanywa kupitia urafiki. Na hiyo ndio nilikuwa nataka tuweze kuzungumzia asubuhi ya leo. Let us pray. Father, in Jesus' name, I want to thank you. I want to exalt you. I want to uplift you because of the love that you have for us. Ninakushukuru kwa sababu ya muda mzuri ambao umetupatia, Mungu, kuja katika nyumba yako, kusikia neno lako, kusikia kule unataka tuelekee. Na Mungu wa mbinguni, ninaomba kwa jina la Yesu ukaweze kutupeleka mahali unakusudia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumewahi kuwa na rafiki hapa? Wangapi tumewahi kuwa na rafiki? Sitakuuliza rafiki alikufikisha wapi, usiogope. Bwana wetu asifiwe. Yes, umewahi kupata rafiki. Na rafiki yeyote tunayempata, ukisoma in the book of Corinthians, Paul alizungumza mahali akasema ya kwamba unaweza kuwa na rafiki huyo ukitembea na yeye, rafiki huyo ambadilishe mtu uliyekuwa. Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujue ya kwamba sisi ni wa Kristo na tunaitwa impact making Christians. Yani Wakristo wanaoacha mark. An impact, ni vizuri tuelewe, when we talk of an impact, tunamaanisha ni matokeo ama alama ama matunda yanayozaliwa na mtu ama hali ama kitu baada ya kukutana na kingine. Bwana wetu asifiwe. Na wakati wowote nikikaa karibu na mtu anaitwa Grace Mama Mwangi, nikae na yeye anapenda kuimba ama hupendi? Kwa sababu anapenda kuimba, mara nyingi ataniambukiza uimbaji. Si ni kweli? Na kama anapenda nyimbo za Mungu, nitapenda hizo nyimbo na nitaimba kama yeye. Bwana wetu asifiwe. This has started very well with a man by the name Jesus Christ, whom the Bible says he came into this world, na alipokuja katika ulimwengu huu akakutana na watu 12 ambao we call disciples of Jesus Christ. And the disciples of Jesus Christ, when they came and met Jesus Christ, they became a friend to Jesus Christ. And by becoming a friend to Jesus Christ, their lives changed. Bwana wetu asifiwe.
Watu waliokuwa wanapenda kukaa kila wakati wako baharini wakitafuta samaki, wakabadilika, they started becoming followers of Jesus Christ, who was not a man after fish. He was not a man who enjoyed fishing. Bwana wetu asifiwe. And in the process, Peter, John, Petro, James wakabadilika. Watu waliokuwa wamependa kuwa wakitafuta samaki wakabadilika, wakawa watu ambao wanahubiri injili, wanaambia watu habari ya ufalme wa mbinguni. Bwana wetu asifiwe. Hallelujah. And I want to tell you, this is what we are called. We are impact making Christians. After following Jesus Christ, baada ya kumfuata Yesu Kristo, kwa sababu alikuja akisema ya kwamba kujeni nyote mliosumbuka na mliobeba mizigo mizito, tuliokimbilia kwake Yesu, we were changed and we started being Christ-like. Bwana wetu asifiwe. Na baada ya kuwa Christ-like, the Bible says Christians who are given that name for the first time. The Bible says waliitwa wa Kristo kwa sababu walikuwa wanatembea kama nani? Walikuwa wananena kama nani? Walikuwa wanaomba kama nani? And therefore the name was outright Christians. Wapendwa, the Bible says Christians are expected to make Christ-like impact in every society they are in. Bwana wetu asifiwe. Christians are Christ-like people. Watu ambao wanafanana na Yesu. Na kwa sababu wanafanana na Yesu, wanastahili waendelee kufanya impact kwa marafiki wanaoungana na wao. Na I was praying about this message. Na Mungu akaniambia ya kwamba in the church today, kuna shida imetokea. Instead of having Christ-like people, we have different type. Bwana wetu asifiwe. Na unajua, mhubiri wa revival kuna kitu alisema ya kwamba kanisani kuna wanyama wengi. Wangapi walisikia hiyo? Alisema kuna wanyama na akasema kuna mnyama mmoja hatari sana anaitwa ndovu. Mnyama ndovu ati anakanyanga, akipita tu bila kujua, anaangusha kile anaangusha anakanyaga, na yeye hata hana shughuli, yeye ni kupita tu anapita. You can imagine if we can be here na kuna huku, unajua kuna wanyama ambao wanatembea huku, viumbe vinatembea huku ambavyo vingine hatuoni, si kweli? Na mara nyingi umejikuta ya kwamba umekanyanga. Na in the church today alituambia ya kwamba kuna watu ambao wako kanisani, lakini kile wanafanya wanaweza kukanyanga wengine wawamalize, na hawana apology to make. Wanasikia ya kwamba they have done nothing. Ati wakiambiwa sema pole, wanasema pole nini na sijafanya kitu. Bwana wetu asifiwe. I am praying that God may give us Christians who are Christ-like, who will not operate like an elephant, ambao watakanyaga wengine na wanasema nilikupita tu nilikuwa napita. Wanaacha waweru wamepiga duru, amekanyagwa ni kuisha anaisha, na mtu anasema mimi nilikupita tu nilikuwa napita, sijakanyaga mtu. Bwana wetu asifiwe. Christ-like people will not do that. Christ never did such a thing. Hello? Christ hakufanya kitu kama hicho. Yeyote aliyeungana na yeye, alitembea na yeye, akatokea mhubiri mkubwa kama Peter, mtu aliyekuwa mwoga, akamalizua uoga wake, akawakuita watu kwa Kristo. Bwana wetu asifiwe. I desire to be a such like Christian, an impact making Christian. So Christians are supposed to impart the Christianity within them. They are supposed to impart anyone who comes close to us. Tunastahili kuwabukiza Ukristo kwao. Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na do you know, kile ambacho kinastahili kufanyika hakitafanyika kwa ugumu. We don't strain to make people Christ-like. Hello? Hatutangangana kufanya Mkristo mwenzetu awe Mkristo. Lakini adui anajua if only we become Christ-like, matokeo yetu yatakuwa makubwa, ufalme wa Mungu utakuwa mkubwa, na kwa sababu utakuwa mkubwa na hataki hiyo, analeta watu wengine, unajua wanakaa kama
wanakaa kama, unajua wakati huwa ulimwengu wa magonjwa sana, ulimwengu wa magonjwa, kwa sababu tunaishi sasa wakati huo, kuna madawa mengi sana yako hospitalini, na mtu akienda unakuta kuna original na kuna ingine, si ndio? Bwana wetu asifiwe. Na kanisa la Kristo kuna kitu kimetokea, kuna Wakristo na Wakristo wengine ambao si Wakristo original. I'm praying ya kwamba Mungu anifanya Mkristo original, ya kwamba Yesu akiwa juu mbinguni anaweza kusema ya kwamba huyu ni wangu. Na kuna kitu tumesoma hapa, tukasikia neno ambalo tumesoma verse number 16. Ina kitu imesema ya kwamba therefore God is not ashamed to be called their God. You can imagine. Mtu anaitwa Patrick Maina ni rafiki, lakini I'm ashamed of being a friend to him. Other ati wewe ni rafiki yangu, lakini watu tunapotembea, hata kama tulikuwa tunatembea hapa kwa hapa, tukikutana na rafiki najiweka kando, hata najipatia shughuli, hatuko pamoja, hata nikisalimia watu hata sitaki wajue tulikuwa pamoja. Is that real friendship? Huo ni urafiki wa kweli? In fact, ukifanya hivyo itafikia mahali ionekane urafiki tuliokuwa nao umebadilika, sio urafiki wa kweli. Urafiki huo ni ule unaitwa urafiki fake, ama sivyo? Na Biblia inasema ya kwamba kuna watu ambao tumekuwa tukitangaza ya kwamba Kristo ni Bwana, tunatangaza Yesu Kristo ni Mwokozi, tunasema sisi ni watu wa Mungu, lakini Mungu akituangalia anasema hawa watu, I'm ashamed of being called their friend. I'm ashamed kuitwa watu hawa. May that not happen to us. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Lakini there is something that can be made different. Kuna mambo Mungu aliniambia, 4 sensitive issues. 4 only sensitive issues ambazo Mungu anataka tuangalie na tusifuatilie sana, ili tuweze kuwa people who God will not say I'm ashamed of being afraid to so and so. Tuna mtu mmoja ameandikwa vizuri sana in the book of Genesis. Mtu ambaye hatusomi maneno yake sana. Hatusomi maneno yake sana. Aliyetembea na Mungu mpaka wakapotea na Mungu. Mumwahi kumsikia? Waidha ajini anaitwa nani? Anaitwa Enoch. Walitembea na Mungu, wakatembea na Mungu, na it means mtu aliyetembea na Mungu alikuwa rafiki wa nani? Bwana wetu asifiwe. Are we together? Mtu aliyetembea na Mungu alikuwa rafiki wa Mungu, na baada ya kutembea na Mungu, yeye ameenda na Mungu mpaka Mungu akaona aende na yeye huko. Watu wakitafuta mtu huyu tutamzika wapi? Hakuna wa kuzikwa. Mtu huyu atakufa lini? Hakufi. Alienda na wakaenda na Mungu. I desire to be such a person who will walk with God, and God will not be ashamed of me, na sio kuwa ashamed of me. Eventually atatembea na mimi na anipeleke kule anataka niende, nikapumzike na yeye milele. Bwana wetu asifiwe. Be a friend to God. Jambo la kwanza ambalo Mungu alinizungumzia, it's an issue, this one thing, see your inability but stand in God to move forward. Kuna watu ukisoma inasema hivi, you see inability within you. Yani uone huwezi kufanya peke yako, huwezi kuenenda peke yako, lakini umeweka mawazo yako na matumaini yako kwa Mungu, kiasi ya kwamba yeye anaweza kukuwezesha kwenda mbele. Kuna watu ambao tunawajua wameandikwa very well in the book of 2 Kings chapter 7. Watu 4 wameandikwa maneno yao, na walipoandikwa na vile walivyofanya ilipofanyika, maneno yao haikuandikwa tena. Wanaitwa the 4 lepers. The 4 lepers walikuwa watu ambao walikuwa wametengwa, wamewekwa mbali, kwa sababu lepers hawangekaa karibu na watu wale wengine, in fear ya kwamba wataambukiza wengine nini? Ukoma.
And the Bible says, these people, what happened? They said, no, we cannot remain here and die. If we go to our camp, we will be killed. If we go to our enemy's camp, they will kill us. So, what should we do? Wakasema ya kwamba, forward never, backward. Wakaamua ya kwamba wanaenda mbele. Na kusonga mbele, the Bible tells us they knew God was with them kwa sababu pale walikuwa wamewekwa, hawangefaidika kwa chochote. Walijua ya kwamba they are left there to die. Lakini Mungu hakuwa tayari angalie wakifa, akawaongeza nguvu, wakaendelea wakaungana pamoja kwa sababu they were united in what they decided to do. And the Bible says as they moved to the enemy's camp, walienda wakapata ya kwamba huko watu walisikia wanakuja, wakatoroka wakawaachia kila kitu, chakula kilichokuwa kimekosekana. Mpaka mtu wa Mungu akatangaza ya kwamba kesho chakula kitakuwa kingi. Hao ndio walikuwa pioneers wa kujua chakula kingi kiko wapi na kinaweza kuliwa na akina nani, kinaweza kugawa namna gani. Wakarudi wakiambia wale walio wakataa, kujeni kuna chakula, msikufe njaa. Bwana wetu asifiwe. Inability within yourself. But that inability within yourself doesn't mean you die where you are. With God you can go forward. Bwana wetu asifiwe. God is looking for such friends. Hawakuwa mtu moja, they were friends for friends. Walikuwa marafiki wangapi? Marafiki waliosema ya kwamba yes, there is this famine, kuna njaa imekaa huku na itatuua, lakini hata kama kuna njaa, let us join hands. Marafiki wote wakasema let's go, and by going, because they were true friends, the Bible says they went ahead and victory was ahead of them. Wao ndio walisimama wakasema wow, chakula kile kiko hapa ni kingi sana, hatuwezi kumaliza, na kwa hivyo hebu tukaita watu wetu waje tule chakula. Bwana wetu asifiwe. Kile kilichokuwa kimetangazwa kwamba mtu wa Mungu alikuwa amesema kesho wakati kama huu chakula kilichokuwa kinauzwa bei kali kitaanguka bei. Wow, the four friends considered unable, destitute, about to die, useless. The Bible says he used the friends. Bwana wetu asifiwe. Those friends, hao ndio Mungu alitumia, na alipowatumia victory was seen in Israel. Na kule kulikuwa na njaa was nothing anymore. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu chakula cha watu wale kilipatikana kupitia nani? Marafiki wanne. I am praying that God may give me such friends. I am praying that you get such friends. Friends that you'll move with them, na ukitembea kule mutaenda, mukiwa na shinda zenu, mukiwa hamuna shinda, you are friends and you can declare with one voice. Na museme ya kwamba victory is ours, hata kama we are unable, God can make us able and we can move far. Bwana wetu asifiwe. I want to say this particular morning, this particular hour, I want to tell you, you may be considered useless. You can be in a group of friends who are considered useless, but the unity that you have and the direction that you have towards God, it can make the environment you are in to be a changed environment. Bwana wetu asifiwe. Marafiki walio na umoja na wameweka Mungu katika umoja wao, wameweka Mungu, kumcha Mungu katika maisha yao. The Bible says God can make use of them. Biblia inasema in the book of Hebrews 10:25 ya kwamba msidharau kila wakati kukutana pamoja kama vile wengine, 24:25, vile wengine wamezoea. Lakini now and again, you are supposed to ensure you don't remain in one particular group of friends who cannot motivate you to move ahead and do something. Bwana wetu asifiwe. Singetaka nikae hapo sana, nataka niweze kupitia zote nne kwa haraka sana ili tufanye conclusion. Ya pili, embrace God despite your circumstances. You are a friend and a friend to somebody. Wewe ni rafiki na rafiki wa mtu. Na kama wewe ni rafiki na rafiki wa mtu, rafiki wa kweli ni anaye ungana na wewe when he or she embrace God katika hali zao zote. Katika hali zote.
What do I mean? Kuna marafiki tunaweza kuwa nao, lakini marafiki wale ambao tunatembea na wao, they are godly today, the next moment they are not godly. And I want to tell you, they are dangerous friends. Why? Niliwaambia na ninaona hiyo itanibidi nisome kwa sababu si vizuri sana tuitaje tu. Biblia inasema in the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter number 15. Ni vizuri tuangalie chapter number 15 and verse 33. Biblia inasema hivi: do not be misled. Usidanganyike. Bad company corrupts good character. And therefore come back to your senses as you ought and stop sinning. For there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Ushirika wa watu ambao wamekuwa ignorant. Ukikaa na watu ambao they are ignorant of God, I want to tell you, kile ambacho watafanya, they will be good friends and godly people today. Godly people now, next moment they have changed. I want to tell you, kile ambacho tunastahili kujua kama tunataka kuwa in a changed atmosphere, an atmosphere that God will respect. Choose and know your friends. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu marafiki wote si marafiki. Marafiki wengine wanaweza kuja watupotoshe, watuingize pale hatustahili. Na Mungu anataka tuweze kujua ya kwamba Joseph ni a very good example. The Bible says Joseph was a very close friend of God. Na kwa sababu ya kuwa rafiki sana wa Yesu, Biblia inatuambia ya kwamba rafiki wa Mungu Yusufu hata alipouzwa na ndugu zake who were fake friends. Kwa sababu najua madugu ni marafiki wa kwanza, si ni kweli? Madugu tunapozaliwa wale tunakuwa na wao ni marafiki. Lakini I want to tell you, not all those whom we are born together are genuine friends. And I want to tell you, Joseph experienced this. Wakati alikuwa anakuwa na wao, angesema jambo, wangemudharau, wangesema maneno, and they went, harboring what we call hatred. Iliyokuwa imekaa na imekolea mioyoni mwao. Walipopata opportunity ya kumuua ama kumuuza, they never even took a second thought. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. But Joseph, hata kama walimfikia kiwango cha kumuuza na kumpeleka nchi bali na kwao, the Bible says he remained a friend to God, and that friendship continued. Hata wakati alikutana na mambo mengine ya kumpatia challenge, they were never a challenge to him. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Kile tunastahili tujue, urafiki wetu na Yesu. Urafiki wetu na Yesu unastahili uende na uende, whether we have the very friends we have been with or we are not with them. Biblia inatuambia ya kwamba urafiki wa Joseph na Mungu uliendelea. Na ndio sababu hata alipoenda korokoroni, he still remained a friend of God. And God was able to transform him from a prisoner to somebody else who was no longer a prisoner, but somebody who can qualify to be in Pharaoh's office. Alikuwa anafaa kuchukua ofisi kule kwa Farao, ofisi ya ukubwa, angekuwa deputy wa Farao kwa sababu ya urafiki wake uliokuwa umepita kikomo. Urafiki wake na Mungu. Bwana wetu asifiwe. I want to tell you, kuna marafiki tulio nao katika maisha yetu, marafiki ambao tuko na wao mchana, tuko na wao kanisani. Nje, they are no longer friends. They can plan anything against you. They can talk anything behind your back. They can keep backbiting you when you are not there. And I want to tell you, our best friend who can help us to check and even select the best friends is only God. Bwana wetu asifiwe. Because God is the friend who can never leave us when we are in the crisis, when we are in our good situation. Mungu anasema ya kwamba ako pamoja nasi, ako tayari kutembea nasi. Tuingizwe pale tutakapoingizwa, atatembea nasi. Bwana wetu asifiwe. Unajua kuna marafiki
unaweza kuwaita, umewekwa ndani, ukiwaita hawapatikani. Bwana wetu asifiwe. Uwapigie simu ni mteja, ama unapigia mtu ana kuingiza kwa inaitwa voicemail ama inaitwa nini? Anakuingiza mahali popote, hamwezi kuwasiliana. Why? Because marafiki wanaweza kuwa ni marafiki ambao hamutaingia na wao in your crisis. When you are in a crisis, you need a friend. But a friend can only come to you who can never be limited by your circumstances. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu kuna rafiki unaweza kusema, akija aone atasema umewekwa ndani. Pengine wanauliza rafiki wake aseme huyu ni accomplice na yeye ndani. Aseme uko ndani. Hebu niangalie nitakuja. Siku inapita, ya pili inapita, unakaa kule. What I'm trying to say is that we have a better friend. A friend who can help us select better friends. And the friend is Jesus Christ. Bwana wetu asifiwe. And the moment we walk with this Jesus, I want to tell you, he is the only friend who will never disappoint us, who will never mislead us, who will never lead us astray. When we want to do the right thing, he will guide us to do the same right thing that we want. Bwana wetu asifiwe. Nataka tuweze kuangalia kitu kingine hapa ambacho ni cha muhimu sana. There is another friend. There is another greater friend. The Bible says we have faith in God day by day, and faith is an element that will make us maintain our friendship with God. Bwana wetu asifiwe. Imani ndicho kitu cha muhimu kitakacho tuwezesha kumaintain urafiki wetu na nani? Kwa sababu gani? The Bible says in the book of Hebrews chapter 11 and verse number 6, inatuambia ya kwamba baadhi ya vitu zile zinampendeza Mungu ni kuwa na imani. Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, unajua rafiki wa mtu anayependa kanywaji ni mtu wa kanywaji. Bwana wetu asifiwe. Na tembea na mtu ambaye anampenda Mungu, utampenda Mungu. Tembea na mtu anayependa uongo, hata wewe utakuwa muongo. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. The Bible is saying that you are supposed to have faith in God if you want to please him. Kile ambacho tumesoma katika kitabu cha pale tulisoma, tunasikia kuhusu watu ambao walitembea na Mungu, wamekuwa listed in that particular book. Enoch, Moses, Joseph, Daniel, wamekuwa listed. Watu ambao walimpenda Mungu, wakawa na imani ndani ya Mungu. Baba wetu Abraham akiwa ni the best example. The Bible says Mungu aliongea na yeye, akamwambia toka katika nyumba ya baba yenu, enda na ukaingia mahali na kupeleka. Yeye bila kujua alichukua hatua na akaanza safari, akaenda bila kujua anaenda wapi. And the Bible says what contributed to his obeying, to his following God's instruction, ni kwa sababu ya urafiki wake na nani? Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Urafiki wake na Mungu was the determining factor ya kwamba Mungu anamwambia enda. Anasema nimekuamini sana, vile umesema nitaenda. And the Bible says eventually, hata wakati hakuwa na watoto, anaambiwa ya kwamba mimi nitakupatia, wewe utaitwa baba wa mataifa. Hata kama hana mtoto, anaendelea kumwaminia Mungu. Anamwambia Mungu, ndio wewe ndio unasema utaniita baba wa mataifa, nimekubali. Akapewa mtoto Isaac. Alipopewa mtoto Isaac, baada ya muda anaambiwa enda ukanitolee mtoto. Anasema Mungu, niwe umeniambia, na kwa sababu wewe ni rafiki yangu, mtoto huyu nitakutolea. Bwana wetu asifiwe. Friendship can cost, but it can only cost you, and you don't look at the cost when you have faith in that friend. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe.
Wakristo wengi, wewe unasema wewe ni rafiki wa Mungu, unasema wewe ni Mkristo. Do you consider whether God is pleased by your faith? Bwana wetu asifiwe. Unajua kuna kitu mtumishi wa Mungu alisema hapa juzi na ikawa very touching. Ikawa very touching. Ya kwamba sisi tunasema ya kwamba tunampenda Mungu. Tunampenda Mungu. Na wakati Mungu anatuambia tumtolee hata tithe, tunamuimbia. Bwana wetu asifiwe. Ama wakati Mungu anakuambia fanya kitu, unasema si Mungu wewe unajua natoanga tithe. Na tithe ni ndani unamlipa. Unalipa kwa sababu ya kile amekufanyia. Bwana wetu asifiwe. Kuna rafiki yako kama unampenda, you can go any cost to maintain that friendship. Na Mungu wetu kile ambacho anataka, gharama kubwa anataka umulipe, ni gharama ya kumwamini na kutembea na yeye even where there is an impossibility, I can still follow him. Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki huyu anataka hata kama ni kule hakuna njia. Aliambia Moses, peleka watu hawa wapitishie hapa. Moses anaona hakuna njia, ni maji, lakini anaambiwa ni hapa. Yeye anaenda anasimama hapo tu. Pale ameambiwa hapo ndipo wanaenda wanasimama hapo. Lakini kwa sababu ya kumwamini, eventually Mungu alifungua njia katikati ya maji kwa sababu ya imani. Urafiki can actually take us that length. Bwana wetu asifiwe. Trusting God, believing in him, even when what you are believing is appearing as if it can't be believed, you continue holding to it. Imani ya kumpendeza Mungu, ya kumuonyesha Mungu unamtii, ina determine hata kama ni ndogo namna gani. Yesu hakudharau imani kwa sababu ya udogo. Alisema hata kama ni ndogo kama mbegu. Bwana wetu asifiwe. Alisema hata kama mbegu ni ndogo, ni imani ndogo kama mbegu ya haradali, anasema hata hiyo imani hata idharau. Na siku nyingine tukafundishwa hapa na ndugu Jackson, akatuambia marafiki wanaweza kuchukua imani kwa niaba yako. Bwana wetu asifiwe. Si alitusomea kuhusu watu 4 walipeleka mgonjwa wao kwa Yesu, wakakuta kule kanyumba kamejaa namna hii, hakuna mahali pa kuingilia. Wakaona njia moja ya kumfikia Yesu ni kupanda juu. You can imagine. Wamekuja wamebeba mtu namna hii. Shika hapa. Mtu huyu lazima apone, liwe liwalo. Na walipofika wakaona hakuna njia, wakaopti kupanda juu na mtu mgonjwa. Hawa ni marafiki wangapi ulio nao wanaweza kusimama na imani kwa niaba yako? Wakasema ya kwamba lazima huyu mtu apone, liwe liwalo lazima apone. And the Bible says they worked. Walifanya kazi. You can imagine. Natumai hawakuwa wanabeba mtoto. Tuseme ni mtoto kama huyu. Walikuwa wanabeba mtu mzima, wanampelekea Yesu. Wana imani na wanasema ya kwamba wakimpeleka tu kwa Yesu na akianguka tu miguuni pake amepona. Wakaenda kule juu, wakabomoa mabati, wakateremusha huyu mtu mpaka pale Yesu alikuwa. Kazi kubwa hii ni kazi ya rafiki aliyekuwa anavalue rafiki. Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I am praying that in the name of Jesus, may God give us friends. May God give us friends who can actually stand on our behalf. Kwa imani waseme ya kwamba Mungu, wewe ambaye ulikuwa rafiki wa Abrahamu, wewe uliyekuwa rafiki wa Enoch, wewe ndiye Mungu ambaye ninataka kuwa na urafiki na wewe. Imani kwako ni element unayopenda. I want to have it. Bwana wetu asifiwe. Na the moment tutakaposema ya kwamba yes, I have faith. I have faith in God. That is all that pleases our friend. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Ni wangapi tulio nao ambao imani hawana? Little faith can grow. Live by faith, walk by faith, talk by faith. In everything that you do it by faith. Na ukifanya hivyo, that is what makes God happy. Hiyo ndio kitu pekee ambacho kinampendeza Mungu. Imani katika huyu Mungu, hiyo ndio kitu ambacho Mungu anapenda na kina maintain urafiki wako na yeye. Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Na ningeomba asubuhi ya leo, mchana wa leo, tuanze kuambia Mungu, tungetaka urafiki wetu na Mungu ukaweze kukua kwa sababu ya imani ile ambayo tumeendelea kukua nayo. Unajua nikiendelea na imani katika ndugu yangu Onesimus, awe ni rafiki yangu, nitamuaminia hata nikimwambia nimekuachia hii. Sina wasiwasi kwa sababu nina imani na yeye. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini do you know in the church today, kuna watu tulio nao katika kanisa, lakini wakati wowote mtu huyu imani hana. Imani hana. Ukikaa na yeye, you are afraid of what can happen. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. You are fearing what could happen. Kuna nini ushers? Muleteni hapa kwanza tumuombe. Muleteni hapa tumuombe. Muleteni hapa kwanza tumuombe. We have talked of faith. Tuwe na imani kwa rafiki wetu huyu. Hebu piga magoti hapa. Piga magoti hapo. Kujeni, Mama Shiko kujeni, Mama Liz kujeni, Waweru kujeni, tuwekelee huyu dada mikono. Hallelujah. Father, in Jesus' name. Father, in Jesus' mighty name. I want to thank you. Mungu wa rehema, wewe Bwana unapendezwa na imani. Na Mungu wa rehema, tunaongea kuhusu imani. Katika jina la Yesu Kristo tunaamini ya kwamba Mungu una uwezo, una mamlaka ya kumponya na kumuondolea maumivu dada wetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe Mungu unayeishi milele na milele, tunasimama kwa imani moja. Tunatangaza ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli, wewe uliye na nguvu na mamlaka, wewe uliye na uwezo, Bwana jitukuze sasa hivi. Kwa sababu Bwana neno lako limesema tutawekea wagonjwa mikono, na Mungu wa rehema tukiwaombea watapona. Baba wa rehema, tudeclare uponyaji juu ya dada wetu. Tunadeclare uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Adui shetani unayetaka kunyanyaza watu wako, tunakupinga sasa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ushindi wa msalaba katika jina la Yesu. Wewe una nguvu na uwezo, una mamlaka. Bwana fanya jambo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante kwa sababu uponyaji wako umefanya kazi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kutangaza. Amen. Amen. Sasa tumuinue pole pole. Amen, 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 amen. Hallelujah. Tuamini ya kwamba Mungu ana uwezo. Bwana wetu ana nguvu na mamlaka. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu wetu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you. Mungu wetu ana uwezo. Tunaweza inua sauti zetu, tusimame na tuambie Mungu unaweza. Hebu tusimame. Tuambie Mungu wetu unaweza. Tutangaze ya kwamba Mungu wetu anaweza. Tutangaze Mungu wetu anaweza. Inua sauti yako na useme Mungu unaweza. Tangaza kwa sauti na uambie Mungu unaweza. Sema Mungu unaweza. Sema Mungu unaweza. Mungu anaweza. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anaweza. Katika jina la Yesu Kristo tunatangaza uponyaji juu yake. Katika jina la Yesu Kristo. Na tunaamini ya kwamba Mungu wetu hajapungukiwa na nguvu zake za uponyaji. Hajapungukiwa na nguvu zake za uponyaji. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaweza kumpatia Mungu makofi mazuri.
Amen. 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 Tuketi in the presence of the Lord. Kile ambacho nilikuwa nasema ni ya kwamba Mungu anapendezwa ama anakasirishwa na wale ambao wamekosa imani. Na urafiki unaweza kuvunjika wako na Mungu, wangu na Mungu, kama tu nitakosa imani. Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kile nataka niwaambie, Mungu kile anataka kuobserve, anataka observe na kutii na kufuata ni kuona imani ulionayo kwake Mungu. Bwana wetu asifiwe. Na kwa hivyo kile ambacho nataka tuangalie kitu kingine ambacho ni number 4, kinasema ya kwamba be led of the Holy Spirit so that you can evade, you can escape being bewitched. Lead a Holy Spirit power-packed life so that you evade being bewitched. Hii inasema hivi, uishi maisha ambayo yana nguvu, yanawekwa nguvu na Roho Mtakatifu wa Mungu ili ujiepushe na kurogwa. Bwana wetu asifiwe. Hello. Pengine kuna watu watauliza, haya pastor anazungumzia mambo ya kurogwa kanisani. I want to tell you it is there. Bwana wetu asifiwe. Kuna warogi wa kiroho. Na ukitaka kujua hivyo, enda in the book of Galatians. Enda in the book of Galatians. Chapter number 3. Sam, uko hapo? Galatians chapter number 3. Inasema hivi, verse number 1. Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Verse 2. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, hebu fika hapo. Neno linaanza kwa kuuliza, enyi Wagalatia. Hawa ni Wakristo, hawakuwa watu wa kule nje. Walikuwa Wakristo wa kanisa la Galatia. Na Biblia inauliza, nani aliyewaroga? So it means Christians can be bewitched. Wakristo wanaweza kurogwa. Utaniuliza wanarogwa namna gani? Nataka nikwambie hivi, neno la Bwana linazungumzia in the book of Samuel. In the book of Samuel, Samueli alimwambia Sauli, wakati alimpatia instructions za kile atakachofanya, akakataa kufanya, akafanya mambo yake. Biblia inasema ya kwamba alianza kufanya mambo, alidisobey vile Mungu alikuwa amemwagiza afanye, na kwa kukosa kufanya hivyo, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamuona ya kwamba yeye amekosa kutii, na kwa kukosa kutii akasema yeye amebehave kama mchawi. Bwana wetu asifiwe. Disobedience. When you are disobedient to the word of God, you are bewitched. Wewe usipotii neno la Mungu, unakausha shingo, unafanya vile unataka, wakati neno la Mungu linakwambia fanya hivi. Neno la Bwana linasema ya kwamba wewe kile ambacho unafanya, unakaa mtu aliyerogwa. Adui shetani ni mchawi mbaya. Bwana wetu asifiwe. Adui shetani ni mchawi mbaya, na anajua kuroga watu wa Mungu. Na akiroga watu wa Mungu, yale ambayo Mungu alikuwa amewaambia na wameiamini, inaondoka ndani ya roho zao na wanaanza kufuata mambo mengine. Bwana wetu asifiwe. Lakini kile nataka niwaambie ni ya kwamba Mungu anasema ya kwamba anataka kutuondolea hali hiyo ya disobedience, hali hiyo ya kuwa rebellion. Kwa sababu tukiwa rebellious, Biblia inasema ya kwamba Mungu akituangalia anaona roho wa uchawi unafanya kazi ndani yetu. Bwana wetu asifiwe. Na kama kuna kitu hatari, rafiki wa Mungu
unatakiwa utembee na Roho wa Mungu akiwa anakufuata, akiwa anakuongoza, ili usiweze kuungana na marafiki ambao wamerogwa, ambao watakuingiza katika hali za uchawi, za urogi wa kiroho. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Nataka niwaambie kitu kimoja. Wakati wowote mahali kuna roho ya ushirikina na uchawi, kuna shida nyingi zinatokea. Na ningetaka muweze kujua, even in the Bible, during the New Testament, kuna wandugu Paul walitembea mahali. Na hiyo ukisoma in the book of Acts chapter 13, utapata verse 13 kuanzia verse 10. Utakuta ya kwamba kuna mahali Paul walipitia. Na walipopitia wakapata jambo hili. Kuna mtu alikuwa anaitwa Simon. Hebu nisome ili watu wasiseme ya kwamba pengine pastor amesema mambo yake. Hebu fungua in the book of Acts chapter 13. Ukisoma kuanzia verse number 10, Biblia inasema hivi. Hebu nianze verse 9. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elmas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind. For a time you will not be able to see the light of the sun." Bwana wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa mchawi. Mtu aliyekuwa anajifanya ni mtu wa Mungu. Na unakuta akizungumza anasema, "Wewe ninawajua, nyinyi ni watu wa Mungu, mnakuja kuwahubiria watu habari njema ya ufalme wa Mungu." Lakini Paul akiwa amejawa na nguvu za Roho Mtakatifu, akatabua hapa kile ambacho kinaendelea. Kuna roho ya uchawi inaendelea hapa. Bwana wetu asifiwe. Sio watu wote ambao wanaenda wakikwambia maneno hao ati wakwambie ni manabii. Kuna manabii wanatumia nguvu za uchawi. And that one I'm saying from this altar. Kuna manabii wanatumia nguvu za uchawi. Na wanaenda wanakwambia kwako wewe hata ulikula ugali. Wewe ulifanya hii, ugali ilikuwa na sukuma. Wewe ulikula omena. Wewe ulifanya hii na hii. Lakini hao wanatumia nguvu za uchawi. Na Wakristo inatubidi tujue ya kwamba shetani amewaweka mahali ili waweze kuingia mahali ambapo wataungana na nguvu za ushirikina. Badala ya mambo yako iendelee vizuri, wanakuinamisha. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Na niwaulize, hao wanakwambia, wanaijiita manabii, tembea kwao. Tembea kwao. Wamekaa kwa mansion. Wanakaa kwa manyumba ya mansion, nyumba ya kifahari. Unakuta ni tunyumba tuli ambao hata ukiangalia unashindwa huku ni mtu analala ama ni mnyama. Kama yeye anajiita ni mtu wa Mungu, tafadhali angalia kile ambacho nataka niwaambie. Mahali popote ambapo kuna roho wa uchawi na ushirikina, I want to tell you, kuna kitu kinaitwa poverty mahali pale. Na watu hao hata kama wanachukua pesa za watu, they will never benefit themselves. Kwa nini? They are using trickery, ujanja, ushetani, ili waweze kupotosha watu wa Mungu. Wapendwa, marafiki lazima tuwaangalie. Wengine wanaweza kutuambia kuna nabii mahali, na kumbe si nabii. Yule ambaye wanatupeleka kwake ni mganga. Bwana wetu asifiwe. Roho wa Mungu pekee, huyo ndiye anaweza kutusaidia tuweze kutofautisha nguvu za waganga, tunyumba twa waganga na nyumba ya mtu wa Mungu, mtu wa kweli. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu Nairobi hii imejaa watu wa aina hiyo. Wanasema nitakuja, nitakufanyia ABCD, lakini nguvu anazotumia ni kama hizi zilikuwa zinatumika kwa Elimas. Alikuwa anatabua. Ukisoma hapo mbele utasikia ya kwamba yeye alikuwa mtu ambaye unasikia ukisoma verse number 6 inasema hivi, "They traveled through the whole land until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and a false prophet named Bar Jesus." Umesikia?
hata anajiita Yesu, lakini anaongeza kajina kingine hapo, Baal Jesus. Watu wanaweza kufikiria ni Yesu, lakini huyo ni Yesu mwingine, Yesu muganga, Yesu mchawi. Shindwe katika jina la Yesu. Marafiki tuwaangalie, they can mislead us, wakituambia tutaingia mahali tunataka kwenda, lakini ni kutupotosha, anataka kutumaliza. May God help us. It is only the power of the Holy Spirit that can guide us and differentiate that this is not the prophet of God, this is a sorcerer, huyu ni diviner, lakini bila roho wa Mungu tunaweza kujikuta tumemezwa kule. May God help us. May we embrace the power-packed life so that the Holy Spirit of God anaweza kusaidia tutofautishe baina ya manabii wa uongo na nabii wa ukweli. Marafiki wale ambao wanaweza kukwambia twende kwao, unastahili kuwapinga vikali, uambie katika jina la Yesu Kristo, ninajua Mungu wa madhabahu. Bwana wetu asifiwe. Hello. Hebu niwaambie, manabii wa uongo ni wengi ambao ukiwafuata wewe ni kuhatarisha mapema. Ukiwafuata ukiingia huko, shida na tabu ambazo wako nazo, wewe unajiwekea zote, unaweka mgongoni mwako na moyoni mwako. Na kama unataka kukombolewa, wapendwa, unajua mhubiri alituambia wakati wa revival akasema kitu kimoja. Kuna watu ambao wanaenda kwa mganga, wanaenda kwa hawa watu false prophet, wanaenda wanatoa ngiri 5 wanaacha huko, na kuku nyekundu, jogoo tena. Wakiacha wao wanaenda kula ugali bila nyama. Waacha nyama, matumbo haiwezekani. Na wameacha pesa kwa mganga, mganga anaenda kula kuku na pesa, wewe unaenda kula ugali bila hata omena, bila hata matumbo kidogo. May God help us. Tutofautishe, tujue ya kwamba adui shetani anataka kutupotosha, anataka kutuingisha kwa shimo. Na do you know mhubiri alisema nini? Wewe kama umewahi kufanya jambo kama hilo, wewe kama unataka Mungu akukomboe na shida zile ambazo zinatokana na kwa yule sorcerer, njia ni kuja kwa madhabahu ya Mungu na utoe dhabihu maradufu ya kile ulitoa kwa mganga. Hiyo ni kuteswa. Bwana wetu asifiwe. Lakini you cannot be delivered if you can honor madhabahu kama yale ambao si madhabahu ya ukweli. Marafiki hao ukiungana na wao, they don't make you better, they make you worse. Bwana wetu asifiwe. May God Almighty help us. We know the friends that we need to have. Tutabue marafiki tunaostahili kuwa nao, kwa sababu marafiki wote si marafiki. We should not follow anybody in a foolish manner. Kwa sababu Biblia inatuambia the Corinthians waliitwa Wagalatia wa jinga, wapumbavu, waliongozwa ovyo ovyo. Mambo yale walikuwa wameona ya kiroho wakayaacha, wakafuata njia zile ambazo si za Mungu. Wapendwa, nataka niwaambie, friendship, let us be friends to Jesus. Let us be friends to the Holy Spirit. Let us be friends to our God. Na Mungu anasema sisi tukiwa marafiki na Yesu, tukiwa marafiki wa Roho Mtakatifu, tukiwa marafiki wa Mungu, hakuna wakati tutajuta. Bwana wetu asifiwe. Lakini wale wamefanya urafiki na wale ambao wanaingia tu nyumba twa masorcerers, tu nyumba twa maadui wa ukweli, Biblia inasema ya kwamba they live a life of regret, but my God who liveth. Mungu anayeishi akomboe kanisa la Kristo na hali ya kufuata marafiki wasio wa kweli, tufuate rafiki wa kweli, Yesu Kristo. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu Yesu Kristo hata tuachilia tuangukie mikononi mwa adui. Bwana atubariki. Bwana atusaidie tusiingie katika mikono ya rafiki yeyote. Tufanye urafiki na Yesu, tufanye urafiki na Mungu, tufanye urafiki na Roho Mtakatifu. Atatupatia backup ya nguvu za Mungu ili maisha yetu kule ambako tunataka ku make mistake, Roho wa Mungu anatusaidia, tunaepukana na mistake zile, tunajikuta ya kwamba pale tumeishia kwenda na Mungu atupeleke mbinguni. Bwana wetu atubariki na atutende mema. Wapendwa, ningeomba tusimame tuweze kujua ya kwamba tukichagua marafiki,
Tujue ya kwamba tunapotembea, rafiki wa kwanza wa kumchagua ni Bwana Yesu. Yeye ndiye anapokuja anakaa ndani yetu, na anakuja na Roho Mtakatifu na Baba wanafanya makao ndani yetu. Bwana wetu asifiwe. Jambo lingine, tunakubali ya kwamba tunataka kuwa na imani katika Mungu wetu, ili imani hiyo inampendeza rafiki Mungu, na tukitembea na Mungu hakuna mahali popote tutaingizwa tuweze maisha yetu kuwa na regrets hata siku moja. Maisha yetu rafiki wa kuembrace Mungu pekee. Tukimuembrace huyo hata tuacha regardless of our circumstances. Rafiki wa kuembrace huyu Mungu atatusaidia when we are unable. Yeye atatusaidia kusema ya kwamba hata kama we are unable, tukiwa na yeye tutatembea na yeye na tutamove forward mpaka tushinde maishani mwetu. Bwana wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru. Unaweza kuzungumza na Mungu, mwambie akusaidie uweze kujua rafiki wako wa kweli ni Mungu pekee. Rafiki ambaye anaweza kusaidia kupata rafiki wa kweli, rafiki atakaye kupeleka mahali unapostahili, mahali unastahili. Unaweza kusimama na uambie Mungu, ndio Mungu, nimetabua rafiki wangu wa kweli ni wewe tu. Rafiki wangu wa kweli ni Roho Mtakatifu. Wewe ukiwa na mimi, ukitembea na mimi, I can move far. I can reach where you want me to go. I can reach where you want me to go. I can reach where you want me to go. In the mighty name of Jesus, I'll never live a life of regrets. I'll live a life full of the power of God. I'll live a life that is pleasing before you, and I'll live to please you all the days of my life. Kwa sababu Bwana, wewe rafiki wangu, unapotembea nami wakati niko katika hali ya shida, wakati niko katika mambo mazuri, Mungu unatembea nami, unaniwezesha kufika mahali ambapo umekusudia nifike. Ninakushukuru Baba wa upendo, ninakushukuru Mwokozi wa uzima. Wewe Bwana utusaidiaye, wewe Bwana utujulishaye marafiki wa kweli. Nisaidie nijue wewe ndiye rafiki wa kweli. Wewe ndiye rafiki utakayenivusha kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Pokea sifa, pokea utukufu. Asubuhi ya leo, may you deliver people from being dragged away by evil friends, by friends who are just but fake friends, who are out to make use of them, who are out to misuse them, who are out to mislead them and take them to the wrong direction. In the mighty name of Jesus, I'm praying that in Jesus' name, we want to remain with you. We want to walk with you. We want to make a good journey with you. Tutembee na wewe, rafiki wa kweli utakayenifanya niwe Mkristo ambaye ataleta impact katika ufalme wako. Wale wote marafiki nitatembea na wao, wale marafiki watakuja karibu na mimi, watakuwa watu wa kukuinua, watakuwa watu watakutamani, watatamani ufalme wa Mungu, hawatatamani ufalme wa giza. Katika jina la Yesu Kristo, ninataka kukutokomesha adui wa giza ambaye amekuwa akindanganya watu wa Mungu, akimislead watu wa Mungu, kama vile huyo tumempata anajiita Baal Jesus, lakini alikuwa mchawi, alikuwa na mislead, alikuwa anadanganya watu wa Mungu. Tunaomba watu wako wasidanganywe tena katika jina la Yesu Kristo. Watu wako wasimame wakijua Mungu wa kweli ni wewe pekee, na tunaposimama kwako tuna uzima wa milele. Pokea sifa Bwana wa majeshi. Pokea sifa Bwana wa majeshi. Tutakapombadilika, tutakapokufanya rafiki wa kweli, I believe our society will be changed, our lifestyle will be changed, and our life will not be the same. I want to thank you, mighty God. I want to bless you because you are visiting your church. You are taking us to the right direction for the glory and honor of your name. Pokea sifa, pokea utukufu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea sifa na pokea kuinuliwa. Ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni, you are delivering your people from the spirit of deceit, from the spirit of evil spells. In the mighty name of Jesus, may you intervene and Father deliver people from following evil friends and those who cannot take them anywhere, but let them desire to walk with the people who can take them closer to the power of God, who can take them closer to the kingdom of God. I want to thank you. I want to bless you because God, you are able, God, you are mighty, and you are doing what you have promised. In Jesus' mighty name do I pray and even believe.
Amen. Amen. Tunaweza kumpatia Mungu makofi mazuri, makofi ya shangwe. Bwana atubariki. As we welcome brother wenu aje. So we thank God. Tumekuwa na wakati mwema wa kulisikiza neno na limetufikia kwa njia nzuri na njia ambayo tumeweza kuielewa vizuri. And I would like us to appreciate our pastor. Let's give him a good hand clap. Tumekuwa wakati mwema na limetufikia vizuri. So as is my nature, nataka kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa kuweza kufika katika ibada ya siku ya leo. Nasemanga kwamba sio kawaida, lakini ni jambo ambalo tunalidhamini na tunalichukulia na uzito wa aina yake. Bwana asifiwe. Ambao wamekuwa wakifika, tumekuwa na ibada ya ufufuo, revival, from Thursday, Friday, jana, na itakuwa ikiendelea siku ya leo. Na it's also my request that kila mmoja wetu ataweza kubaki baada tumemaliza ibada. Kanisa zetu zote zitakuwa zinafika hapa na tutaweza kuendelea pamoja ili tuweze kubarikiwa. Kuna somo ambalo linafunzwa pale na ni somo nzuri na linatupea ufunuo wa aina yake. Kwa hivyo ninge request kila moja baada ya tumemaliza tukaweze kubaki. Lunch is here, it shall be provided. So let's not be in a hurry. Tukimaliza mikutano yetu ya idara zote, tutakuwa tunaingia katika hiyo hali ya revival mpaka jioni. And I want to believe by the time tunaimaliza, tutakuwa tumebadilishiwa hali zetu. Bwana asifiwe. Tupate kuingia kwa matangazo kwa kifupi. Tangazo la kwanza likiwa hilo nimesema kuhusu revival. Number 2, ladies, mtakuwa na conference ambayo tumekuwa tukitangaza kutoka tarehe 19 mpaka tarehe 21 mwezi ambao tunaingia wa Novemba. Itakuwa ya siku 3 na tunaomba kwamba tuweze kujiandaa na kufika pale. Our intercessory prayers zinaendelea na zinakuanga siku ya Friday kutoka saa 3:30 usiku mpaka masaa ya asubuhi, na tunaomba tukaweze kufika, na ni every Friday. So maombi yetu ya Wednesday yanaendelea, our fasting, prayer and fasting, this Wednesday and every other Wednesday kutoka saa 4 mpaka saa 10, na tunaomba tukaweze kufika. Kuna wale wageni ambao wamejiunga nasi hivi karibuni, darasa lenu pia linaendelea. Tutaweza kupatana pale nyuma na tutaweza kufunzana tukua pale. Coming week kutoka Friday mpaka Sunday tutakuwa na shughuli kama hii ambayo tumekuwa nayo hapa kanisa letu la Pipeline, na tunaomba kusupport jambo lile na kuweza kufika pale. Na tangazo letu la kumalizia likiwa kwamba ni hali ya ushirika. Ushirika wa hapa Fountain utakuwa Wednesday kutoka 6:30 mpaka 6 kutoka 6 to 7. Naona tuko pamoja. Ushirika wa Chokaa utakuwa kwa Mama Jenga kutoka 7 to 8. Right? Yeah, naona tunaarifiwa ni kutoka 7 to 8. Mama Jenga, uko katika nyumba? Naomba ukaribishe watu na tupatie mwelekeo ya vile tutafika pale.